ningehisi If upweke. only I had a genuine friend. Ningekuwa na rafiki wa Just one friend. rafiki hata mmoja wa kweli. Ningekuwa na rafiki mmoja tu wa kweli. I will feel comfortable in the house of God. Ningehisi vizuri katika nyumba ya Bwana. Najua watu wengi hapa kuna wale wanalia because they do not have genuine friends. sababu hawana marafiki wa kweli. Sijui katika maisha yako kama uko na rafiki wa maana, rafiki ambaye anakuja. Huyo mama akaniambia good friend. Rafiki mwema. Ninaweza kuwa na marafiki wengi, I do not have a friend. Lakini sina rafiki. But my friends, let me tell you, marafiki zangu, hebu niwaambie jambo muhimu zaidi. Hata watu wakasema wanchimbwa mweli mosunte bwabora naende bantumba maisho. Urafiki ni ule tu wa mchana, lakini mioyo haijulikani. Watu wengi waonekana vizuri, watu wanatembea kama marafiki vizuri, wanakaa pamoja, wanakula katika meza moja, lakini si marafiki wa kweli. Si marafiki wa kweli. Si marafiki wa kweli. Mtu anaonekana tu vizuri, vizuri tu, watu wakimwona wanafurahia, lakini ndani mwake ako na roho mbaya. Na tuna Wakristo kama hao. Tuna watu kama hao katika nyumba ya Bwana. Watu wanaonekana vizuri, watu wako vizuri tu, lakini giza likiingia, vile wanataka kukumaliza, vile wanakuchukia, usikie vile watu wanaongea juu yako, utashangaa sana. You'll be surprised. Utashangaa sana. Mambo hayo kwa maisha haya. The Bible says in the book of Proverbs, Biblia inasema chapter 17 verse 17. Mithali 17:17. Biblia inasema a friend loves at all times. Rafiki ni yule anapenda nyakati zote. Brother is born of adversity. Na yule ambaye hata wakati wa shida ako nawe. Verses 8. Chapter 18 verses 24. 18:24. Biblia inasema there is a friend kuna rafiki who sticks closer than a brother, ambaye yuko karibu kuliko hata ndugu. Kuna rafiki anakuwa karibu sana katika maisha yako, just more than a brother. hata kuliko ndugu. There is a friend kuna rafiki who will always be there, ambaye kila wakati ukiwa na shida, that friend is always close to you. Huyo atakuwa karibu nawe. Those who have such kind of friends. Hebu mko na marafiki kama hao. Hebu nione wale wana marafiki. Just genuinely from your heart. If you have such a friend, kama uko na rafiki kama huyo ambaye anasimama na wewe for a little while, siku kidogo tu, but now you don't sit in the same pews. You never sit in the same row. You never share a chair. You never share a meal. And we have such kind of people in the house of God. And we are saying we are going to heaven. Which kind of heaven is that? Na tunasema tunaenda mbinguni. Which kind of friendship is that? Huu ni urafiki wa aina gani? If we cannot eat together, kama tuwezi kula pamoja, kuna watu ambao hawezi kula kwako. Do you know unajua kuna watu
wanakuambia lakini nabo munde njare muliete, and you are coming from the same church, and you are sitting in the same church, and you want to say we shall eat the supper in heaven in the temple of God. Igoro buongo. Kuna watu ambao hamwezi kula pamoja, lakini tunasema kwamba mbinguni tutakula katika meza moja. And still we have such kind of Christians. Tuna wakristo kama hao. Have you ever had such kind of a friend? Umekuwa na marafiki kama hao? Kwa nagotwara umuzani uteneina monaye. Umewahi kuwa na rafiki ambaye yuko na wewe? Umuzani oino ale. Ukifiwa yuko pale. Akere mechando yako nyorire no ale. Ukiwa na shida yuko hapo. Akere ukorera no ale. Kilia yuko hapo. Akere nzere buya no ale. Mambo yakiwa mazuri. Most of the times mara nyingi tunakuwa na marafiki mambo yakiwa mazuri, chakula kikiwa kingi hapo, mambo mazuri. Let you run out of money. Kosa pesa, dismissed from your job, atishwa kazi, you will never see them. Utawaona tena. Watasema leo ana chakula. Konye nayo ubarendere tabana, konye nayo ubasomeria, konye nayo ubashirete, wanasema sasa analala njaa, hana chakula. So I don't know if you have such kind of friends. Sijui kama una rafiki kama huyo. Now let me see those who have genuine friends. Hebu nione wale wana marafiki wa kweli. If you have a genuine friend, raise up your hand. Rafiki wa dhati. Ayetoro china wakesana. Wachache tu. Na wanyana abanyo mire mbai mogetima ngo hata wale wamewana wajainua mikono. You can see the kind of life we are living. Mnaona maisha tunaishi. They do not even have genuine friends. Hata hawa wana marafiki wa kweli. And still we are in the house of God. Na tuko katika nyumba ya Bwana. Let me tell you, my brothers and sisters, a friend is so important, rafiki ni mtu wa kweli, and a friend is so good, na ni mzuri sana, lakini iwe kwamba ni rafiki wa dhati. Ukiwa na rafiki ambaye yuko karibu nawe, ukiwa na rafiki mzuri, ukiwa na rafiki ambaye anasimama na wewe, if you have such kind of friends, ukiwa na rafiki kama huyo, you should thank God for that. Hallelujah. Shukuru Mungu. You thank God for that. Ushukuru Mungu. Kwa hivyo marafiki zangu, haya mambo niko nayo. Kuna mtu hapa ambaye amekuwa na maisha ya upweke. Kuna mtu hapa anahisi katika moyo wake, anasema nahitaji marafiki. Kuna mtu ambaye analia sababu hana marafiki wa kweli. Haya ni yako sasa. Haya mambo yote ni yako. Ndio Biblia inasema rafiki ni yule ambaye anapenda nyakati zote. Na kuna rafiki ambaye ni mzuri kuliko hata ndugu. Unajua marafiki wanaweza kukusaidia kuliko hata ndugu zako. Mbarigereria abana bao baseriri bare siko barabu bakuragira no mogotera amo lakini umusani arwande agokonye. Do you know that? Mnajua kwamba yule ambaye umezaliwa naye anaweza kuona watoto wako wako nyumbani hawaendi shule, lakini asikusaidie, lakini rafiki akusaidie. And we are in the house of God. Na tuko katika nyumba ya Bwana. Let me give you a biblical illustration. Hebu niwapatie mfano kutoka Biblia. From the story of the most famous friendship. Kutokana na urafiki ambao unajulikana sana katika, and that is David and Jonathan. Juu ya Daudi na Jonathan. They were great friends. Walikuwa marafiki wa kweli. And this story starts, na hii story inaanza hivi, when David killed Goliath. Wakati ambapo Daudi alimuua Goliath. Alipomuua, alipokufa, Jonathan akamwanja David. Jonathan akampenda Daudi sana, sababu alikuwa ameshinda vita. Wakati watu walikuwa wanashangilia, watu walikuwa wanasikia vizuri,
akina mama walikuwa wanaimba nyimbo. Kila mtu akaangalia Daudi. He was the man of the hour. He was the man of the year. He was the man of the decade. Nobody did that. Hakuna yule ambaye alikuwa amefanya kazi muhimu sana kama Daudi. Hakuna hata mmoja. Biblia inasema after David had finished wakati Daudi alimaliza kuongea na Saulo, Jonathan became one in spirit. Jonathan wakashikana wakawa marafiki. And they loved him as himself. Jonathan akampenda Daudi sana jinsi ambavyo alikuwa anajipenda. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Tunahitaji maji. Kuja. Ngara mada mua maji aka igongo mogendi mono. Kuja. Kuja. Samoni ete kuja koera ndoji. Etamo jenjani. Baba timoka akayo. Oh, okay. Kuja. Unaona huyu ni Gen Z na mimi ni hiyo. Happy Sabbath. Bwana asifiwe. Amen. Our God is good. Bwana wetu ni mwema. Hebu nishike hiki tu kidogo. Hebu niwaeleze. Ikiwa Daudi alimpiga Goliathi, watu walijihisi vema. Watu wakapaza sauti. Walipopiga kelele, mwana huyu wa mfalme ambaye aliitwa Jonathan akamwambia, huyu kijana yupi ambaye ana nguvu nyingi, amepiga watu ambao walikuwa wametushinda. Unaposoma maandiko yanakusaidia kuelewa mambo yanayofuata, ya kwamba Jonathan alikuwa mwana wa mfalme. Njia nyingine, alikuwa mmoja wa kuwa mfalme. La pili, alikuwa mpigaji vita mkali. Kwa vile Biblia inasema alipowaua Wafilisti, haikuwa jambo kubwa kwake, haikuwa kitu kubwa kwake. Hebu sikiza rafiki zangu, akatazama, akaona vile Daudi alimpiga Goliathi, akampenda, akaona roho aliyekuwa naye, roho iliyokuwa yapigania nchi yake. Akaona vile alikuwa mpiganaji bora, akampenda Daudi. Hebu watu wangapi wako hapa ambao watakamtazama huyu mtu hawe mwema kuniliko na unampenda? Kuna watu wangapi kanisani ambao wanapewa uongozi wa idara, anaangalia na kusema ya kwamba idara hii inafanya kazi vizuri, na unapenda viongozi hao. Kuna watu wangapi hapa wana wa watu wanapopita vizuri, wako masomo hawaingii, na unasema wajirani ni wazuri. Watu wengine hapa tutapumua kama pawaso, kwa sababu watu wengine wananawiri. Lakini tazama Jonathan, kijana aliyekuwa atarajiwa kuwa mfalme, ambaye angekuwa kiongozi, akamtazama Daudi. Ikiwa anamjua Daudi vizuri, Daudi mnamkumbuka Naomi alipokuwa pale Moabu, watu wake walipoaga, Ruth akamwambia nitaenda nawe, akamwambia, akamkataza sitaenda nawe, akalazimisha kaondoka naye. Walipofika Bethlehemu, Ruth akampata Boazi, Boazi na Ruth wakampata Obedi, Obedi akampata Jese, Jese akampata Daudi. Na mnajua hadithi hiyo ya kwamba Daudi anatoka katika
had something. Hakuwa na jambo lolote. Tabwate kende. Hakuwa na lolote. Tenga nabo mugambi. Hakujua angekuwa mfalme. Tenga nabe kende. Hakujua angekuwa mtu. This is a son of a king. Lakini huyu ndiye mwana wa mfalme. Who looks at David. Ambaye anamtazama Daudi. Anamwambia mambo yafuatayo. Jonathan took off the robe. Jonathan akachukua vazi lake. He was wearing and gave it to David. Ambalo alikuwa analivaa akampa Daudi. Along with his tunic. Kulingana pia na kifaa kila alichokuwa nacho mkono. And his sword. Hata na upanga wake. His bow. Hata uta wake. And his belt. Na mshipi wake. Akampa. That is mwando. Huo ni urithi. Montonara omugambi. Kuna mtu hapa ambaye ni mfalme. Mwana wako ambaye unamuona atakuwa mfalme ama kiongozi. Unamchukua kwa mkono. Ucheke naye vizuri, mwambie ufanya vizuri. Ufalme utoke kwangu. Ambao nimepigania kwa muda wote. Na huyo aliye kwa Sauli. Sauli anamwarifu Jonathan. Ya kwamba hautafanya hivi kwangu. I know what you have planned with that son of Jesse. Kile ambacho umepanga na mwana wa Jesse. That will not happen. Hayo hayatatendeka. But let me tell you, my friends. Lakini hebu niwaambie rafiki zangu. What God has ordained for you. Yale Mungu ametawaza kwako. It will happen in the name of Jesus. Yatatendeka kwa jina la Yesu. It doesn't matter who steps on the way. Haijalishi nani atakuzuia. It doesn't matter whether they are leaders. Haijalishi kuna viongozi. It doesn't matter how powerful they are. Haijalishi wako na God has chosen you. Ikiwa Mungu If God has given you ordination, you will do his work in the name of Jesus. Kazi yake kwa jina la Yesu. And that is what the Bible tells us. Hayo ndio maandiko yanasema. Jonathan yagoteba. Jonathan anasema hivi. Akomotebya iga. Anamwarifu hivi. Namanyire. Nimejua. Litukelimo. Siku moja. Nobo mugambi. Utakuwa mfalme. Mugambi. Lakini mimi sitakuwa mfalme. But I will be happy. Lakini nitakuwa na furaha utakapokuwa mfalme. I will be happy nitafurahia to serve second in command. Kutumikia wa pili katika uongozi. Nitafurahia to serve by your side. Kulingana how many Christians do we have like that? Wakristo wangapi tuko nao siku ya leo? Je, ni Wakristo wangapi wako hivyo? Wanaweza kusema hivi, nimekuona vile nimeona watoto wako wanasikia vizuri kanisani. Haujiwezi vizuri. I want to clear their fees in the name of Jesus. Ningependa kuwalipia karo kwa jina la Yesu. Hata wangu hawashiki vizuri. Hata kama hawaelewi shuleni. Ningependa kufanya hivi kwako. I have seen the potential. Kwa sababu nimeona uwezo. I have seen the ability they have. Nimeona uwezo wa watoto wako. Nimeona nguvu za watoto wako. I am going to support them. Lipia karo wote. Such kind of friend in your life. Marafiki kama hao maishani mwako. Hebu kama uko na rafiki kama huyo. None. Hamna. Tunaenda mbinguni. We are going to heaven. Tunaenda mbinguni. Hebu tazama rafiki zangu. Wengi wetu. Urafiki wetu is about competition. Ni kushindana. Even in church. Hata kanisani. Is about competition. Ni ushindani. Who has done better than this one? Nani amefanya vizuri kuliko huyu? Whose department is doing greater than the other? Idara ipi imefanya nzuri kuliko hii? Who can we bring down that is doing good? Nani ambaye anafanya vema? All we do is to bring others down. Ni kuwaleta wengine chini. And that is not the Spirit of God. Huo sio roho wa Mungu. Roho aliyekuwa kwa Jonathan was to support David. Ni kuhimiza Daudi from no background. Ambaye hakutokea jamii nzuri. No money. Ambaye hakuwa na pesa. A man was empty. Hakuwa na lolote. But ordained by God. Lakini ametawazwa na Mungu. Hallelujah. So ordination from God. Kwa hivyo kutawazwa na Mungu. When God has said you will become something. Ikiwa Mungu amesema utakuwa jambo fulani. It doesn't matter what you are having. Haijalishi ulilo nalo. It doesn't matter what you have achieved. Haujalishi uliofikia. It doesn't matter how far you have come. Haujalishi umetoka wapi. When God just uses his finger. Mungu anapotumia vidole vyake. I need that one. Na akisema nataka huyo. To serve God. Wewe ndio utamtumikia Mungu.
That is what the Bible tells me. Hayo ndio Biblia inasema. Hebu sikiza rafiki zangu. The table goes around. Shetani anazurura hapa. Table goes around. Meza inazunguka watu. Wakisi wanasema mambo yanaenda yakirudi. Onchonga alitoroka na hilo. Ikiwa Kamiga alikuwa ameshika. It doesn't matter what you have in your hand. Haijalishi lile ulilo nao mkononi. Whatever you have. Lolote ulilo nalo. The table spins. Na meza huwa inageuka. Someday you'll be on the other side. Siku moja utakuwa sehemu ile. People well. Kwa hivyo washiriki watu vizuri. A believer. Ikiwa wewe ni muumini. Serve them for heaven's sake. Tumikia watu kwa mbingu. Give your service to God. Patia utumishi wako kwa Mungu. Because he's coming to take you home. Kwa sababu anakuja kukuchukua mbinguni. It's my prayer. Ni ombi langu. That we have genuine friendship. Tuwe marafiki wa kweli. That can lead for eternal. Ambao watakuongoza hadi milele. Jonathan loved David. Jonathan alimpenda Daudi. As himself. Vile alijipenda mwenyewe. And he said, na akasema, I'm going to be your friend. Mimi nitakuwa rafiki wako. I'm going to throw away the scorecard. Mimi nitatupa yale ambayo nimekuandalia. I'm fully committed to see you win. Nimejitolea ili nione ushindi kwako. Because that is the plan of God. Kwa sababu hiyo ndiyo mipango ya Mungu. That is the plan of God. Hiyo ndiyo mipango ya Mungu. Hebu sikiza rafiki zangu. Urafiki ambao umetunzwa kwa Mungu ni mambo yanayofuata mambo mawili. Jambo la kwanza, a shared faith. Ni ushiriki ambao umeshiriki pamoja na imani. We share the Adventist faith. Sisi ambao tunashiriki imani moja. We believe in the same doctrines. Tunaamini kwa mambo yaliyo sawa. That one alone is the basis of our friendship. Huo ndio msingi wa urafiki wetu. That one alone hayo tu is the basis of friendship. Ndio msingi wa urafiki wetu. And the second thing, na la pili, ni wakati urafiki huu umeshikilia kuona ya kwamba mipango ya Mungu lazima iafikiane. Whatever it shall cost me personally. Lolote ambalo tutapitia lazima yafikie. Are you a friend to Jesus? Hebu wewe ni rafiki wa Yesu. Is Jesus your friend? Je, Yesu ni rafiki wako? He came and he died for you. Alikuja na kafa kwako. He gave you the kingdom of heaven. Akaja akapa ufalme wa mbinguni. Kuna wimbo unaosema hivi: nikaacha yote kwa Mungu, utajiri wote nikauacha kwa Mungu, nikaja ulimwenguni huu nikawa maskini, ili wewe uwe mkwasi tajiri. Wewe umenipea nini? What have you done for your best friend Jesus? Wewe umemfanyia nini rafiki wako Yesu? Because David is doing this. Kwa sababu Daudi wafanya hivi. Because he wanted nothing but the best for his best friend. Kwa sababu hakutaka lolote ili kunawiri kwa rafiki yake. And Jesus is our best friend. Ikiwa Yesu ni rafiki wetu mkuu. He left heaven for you. Aliacha mbingu kwa ajili yako. He went to the cross for us. Akaenda msalabani kwa ajili yetu. What have you done for Jesus? Je, umefanya nini kwa Yesu? We have camp meetings that are coming. Tuko na makambi hivi karibuni. What have you done for the sake of the kingdom? Je, umefanya nini kwa ufalme wa mbinguni? Have you given your camp offering? Je, umepeana matoleo yako ya makambi? Have you given your camp expenses? Je, umetolea matumizi yako ya makambi? Because it is nothing but the best for my best friend Jesus. Kwa sababu sio hivyo tu, ila ni urafiki wetu na Yesu. I am doing this. Ninafanya hivi because when he comes, kwa sababu atakaporejea, I will be in heaven in the name of Jesus. Nitakuwa mbinguni kwa jina la Yesu. I am doing this. Ninafanya haya because he saved me. Kwa sababu aliniokoa. Kwa sababu aliniokoa mimi. That is why I'm committed to his word. Ndio maana nimejitolea kwa kazi yake. Hebu nione watu wanaonisikiza. Hebu wale ambao nimemwagia vifungo kwa sababu ya kupenda kwangu. Hebu tupate vifungo hivi tuokolewe. Haleluya. That is all that we need. Hayo ndio tunayohitaji. We want to go to heaven. Tungependa kwenda mbinguni. Na kwa hivyo rafiki zangu, sisi ambao ni wengi, urafiki wetu is about competition. Ni kuhusu shida. Is about envy. Ni kuhusu wivu. That has kept us far away from our ambao umetutenga kutokana na imani yetu na rafiki zetu. Tuko na wivu
tele. Tunafikiria mambo mabaya. Wengine hawataki wengine wasonge mbele katika imani. Wako kanisani hapa kama helikopta. Ameziba mlango wa kanisa jinsi hii. Huwezi kipita. Wewe ni nani ukuje katika kanisa hili? Je, tunakujua jina lako? Tunakujua wewe? Wengine wameziba kama helikopta kwa kanisa la Mungu. And we are not doing the best for our best friend Jesus. Na tufanyi vema kwa rafiki wetu mkuu Yesu Kristo. Is my prayer. Ni ombi langu. That you will do the best friend for your best friend Jesus. Ya kwamba ufanye mema kwa rafiki wako mkuu Yesu Kristo. Nothing speaks to others more loudly. Hamna jambo la zungumza kwa sauti kwa wengine kama hili. Or serves them better. Ama kutumikia zaidi kwa wengine. Generosity. Ila tu ukarimu. Ambao inatoka katika muamini. Through generosity. Kupitia kwa ukarimu wako. Ambao unatoka kwa moyo wako. Kupitia kwa matoleo yako. Inapopitia kwa fedha zako. Inaingia kwa mambo Mungu amekubariki. Yote. You can dedicate for your best friend Jesus. Unaweza wekea yote kwa Yesu Kristo. You can give it to Jesus. Unaweza mpa Yesu Kristo. And many other things in na this world. Na mambo mengine yote katika ulimwengu huu. Be grateful to whatever God has given you. Shukuru kwa lile ambalo Mungu amekupa. Na kigakogera Jonathan. Ndio maana Jonathan akamurenda David. Alimtunza Daudi. Akamurenda kile kona. Alimtunza kwa kona zote. Akere Saul ataite kumuita. Wakati Saulo angependa kumwangamiza. Ataite kumukura. Alipotaka kumumaliza. Ataite kumungenta. Alipotaka kumumaliza kabisa. Akampa mpaka binti yake. Amuoe. But it was a trap. Lakini ilikuwa mtego. Kumukura. Ili ammalize. But David escape. Lakini Daudi alitoweka. Akaondoka. Let me tell you my friends. Hebu niwaambie rafiki zangu. The devil wants to kill you. Ibilisi anapenda kukuangamiza. The devil wants you dead. Ibilisi angependa ukufe. Shetani angependa uwage. Hataki upate ufalme wa milele. He has sent so many traps in your life. Ametuma mitego mingi maishani mwako. Vile Sauli alimpa Daudi binti nzuri. Ili huyu binti aweze kumwangamiza baadaye. Hebu niwaambie rafiki zangu. Shetani ametuma mitego mingi. Ameweka mitego kwako mingi. Angependa kukuangamiza maishani. But the faithful, lakini mwaminifu will see. Ataona. The faithful, ataona mbeleni. Will be delivered. Vile utakavyookolewa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Abasani bane. Hebu rafiki zangu. Ningependa kumaliza kusema. Jambo kuu la mwisho. Jonathan alimfanyia Mungu. Daudi alimpa wosia. Hebu sikia maandiko yanasema nini? Samueli wa kwanza 23:16 hadi 18. It is about the quality of encouragement. Ni kuhusu wosia ambao alimtia moyo nao. Ambao tunaona hapo. Siku zinayoyoma. Miezi yapita. Dunia imesonga. Lakini Daudi anaona ya kwamba yeye ni mharifu. Alikuwa kama ametoroka. Alikuwa ameasi. Ameenda nchi za mbali. Akaenda hadi jangwani mahali inaitwa Ziz. Alikuwa amechoka. Ameogopa. Maisha yamempeleka hapa na pale. Lakini sikiza rafiki zangu. Kunyenyekea kuliko kuwa ndani yake. Na mambo tunayoona maishani mwake. Mungu alipomtunza. Hata kama ulimwengu ulimwendea kombo. Je, tutasema nini kuhusu haya? Hebu tuone haya katika ulimwengu. Ambayo hayatoi mambo mazuri kwa wanadamu. Kwa watu wao ambao wazuri. Daudi alikuwa mwana mzuri katika maisha. Lakini Sauli
kutufanyia vizuri. Lazima tutazame vizuri. Ulimwengu huu si mzuri. Ulimwengu huu haufanyii vema watu wazuri. Hebu itufanye ili tutamani ufalme wa mbingu. Mazuri yatatokea pale. No one will understand that situation. Hamna mtu ataelewa hali hiyo. Never been in such kind of life. Ikiwa hujapitia maisha hayo. Ikiwa Daudi yuko pale jangwani, akaandika Zaburi 54. Huo wakati ndio aliandika. Kwa sababu Sauli alikuwa mpaka kumnyonga. Hamna jambo lolote la mwili. Jambo lolote lilikuwa mwilini. La kimbiza hiyo cha roho. Hawezi kuwa na amani ulimwenguni huu. Hadi Yesu arudi tena. Hebu sikiza rafiki zangu. Namaliza kusema hivi. Tuko na rafiki mzuri pale mbinguni. Naye ni Yesu Kristo. Yeye ni rafiki mzuri kwa kila mtu. Sasa hivi naweza kuwa wazimu. And nobody will identify me in these streets of Kisii town. Na hamna mtu atanigundua hapa katika mtaa wa Kisii. Kila mtu atanitoroka. Pesa zaweza kukosa. Kila mtu akose kusalimia. Hata mtu hawezi kutafuta. Lakini tumaini nililo nalo. Yesu alikuja kwa ajili yangu. Na alikuja akafa kwangu. Unaweza nikana. Lakini Yesu hawezi nikana. Unaweza kuniangusha. Unaweza nikana, lakini rafiki yangu wa mbingu hawezi nikana. Alifanya mambo mazuri kwangu katika msalaba. Nami nitafanya mazuri kwake hadi aweze kuja tena. Sijui kama hilo ni ombi lako. Ili Yesu awe rafiki wako mkuu. Alitoa maisha yake kwako. Na wewe umeamua kufanya mema kwa rafiki yako mkuu. Ni maombi yangu that you do the best for your best friend. Ufanye mazuri kwa rafiki yako mzuri mkuu. You live a sober life. Uishi maisha yaliyo kama kamilifu for the kingdom of God. Kwa ufalme wa mbingu. Uishi maisha mazuri ambao unamtamani rafiki yetu Yesu. Niko na rafiki mmoja ambaye ni mwema. Wakati mwingine anajiuliza hanifanyia haya kwa nini? Lakini nimejua ni rafiki yangu. Niko na rafiki mmoja nampenda sana. Naye ananipenda sana. Ananipenda daima. Siwezi ishi bila yeye. Asante anapokuwa karibu. Ili tuishi naye kila wakati. Wakati mwingine nachoka na maisha. Yeye anajua. Wakati mwingine ibilisi anapenda kunimaliza. Lakini anajua. Anaponiambia hivi, hebu nilalie kidogo. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa sababu yeye ndiye ananiongoza njiani. Ili nisijikwae. Ili tutembee naye kila wakati maishani mwetu. Na anajua mahitaji yangu. Anajua yaliyo mahitaji yangu. Amenifanya nimfanyie kazi. Ameniita niwe mwaminifu. Ameniita niwe mwaminifu ili alete ufalme wake. Wangapi wangependa kupata rafiki kama huyo katika maisha yake? Wangapi hawajawahi kulala? Na ningependa usimame. Ikiwa unahitaji rafiki
rafiki huyu katika maisha yako. Wakati mwingine umechoka, maisha yamekuwa magumu, umelia machozi, magonjwa, ndoa yako imekataa, shida zimekuandama. Ningependa kukupa rafiki huyu. Ningependa kukupa rafiki huyu ambaye niliye naye. Ningependa kukuletea rafiki huyu kwako. Na huyu rafiki ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo, who died for us. Kwa ajili yetu. We need him now. Tunamhitaji sasa. And we need him forever. He's a good friend for me. Je, kuna waliye kati yetu hata mmoja ambaye anasema anahitaji rafiki huyu? Ningependa kuishi na rafiki huyu. Ningependa kutoa maisha yangu kwa huyu kwa sababu atakuwa rafiki wangu mkuu. Ningependa tuimbe wimbo huu wa mwisho. Huo wimbo ulikuwa namba ngapi? Kwetu Yesu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. 130 nyimbo za Kristo. Wakati tunaimba wimbo huu, ikiwa unamhitaji rafiki huyu, I want you to come forward. Ningependa uje mbele. I want you to give your life for this friend. Ningependa upeane maisha yako kwa rafiki huyu. Sikumaliza mahubiri haya. I will have taken you to the book of 2 Samuel chapter 9. Kitabu cha Samueli wa pili 9. Daudi anapokuwa mfalme, anapolipiza kisasi, anauliza hivi, is there still someone, je, kuna mtu mwingine tena in the house of Saul, katika nyumba ya Sauli, that I may do him kindness, ni ile nimfanyie for the sake of Jonathan, kwa sababu ya Jonathani, my best friend. Rafiki yangu mkuu. Is there someone, je, kuna mmoja that want God to do you kindness, ambaye angependa kufanya ukarimu for the sake of your best friend Jesus, kwa sababu ya rafiki yako mkuu Yesu Kristo, who died for you in the cross, ambaye alikufa kwako kwa msalabani? Maybe in the afternoon we will share about that. Hata wakati wa mchana tutashiriki haya. Choristers, give us that song. Waimbishaji, tupe wimbo huo. I just need one person. Ningependa kupata hata mtu mmoja. Not two. Hasio wawili. One person. Mtu mmoja who want this friend, ambaye angekuwa na rafiki huyu, angependa kuwa na rafiki huyu. Tembea mbele. Hebu njoo mbele tunapoimba huo wimbo. Biwajapi tukiomba kwa Baba. Thank you, my sister. Asante dada. I only needed one. Nilihitaji mmoja tu. Thank you, sister. Asante dada. Karibu sana. Is there still someone, je, kuna mmoja amebaki in this congregation, katika umati huu, who needs the kindness of God, ambaye angependa ukarimu wa Mungu, for the sake of Jesus, kwa sababu ya Yesu Kristo, who died on the cross, ambaye alikufa pale msalabani, who's your best friend, ambaye ni rafiki yako mzuri? Thank you, sister, for coming. Asante dada kwa kuja. God bless you. Mungu akubariki. Is there still someone, je, kuna mmoja amebaki in this congregation, katika umati huu, who says, ambaye anasema I'm lonely, je, mimi ni mpweke, I have no friend to talk to, sina rafiki wa kuzungumza naye, I have no friend who understands me, siko na rafiki wa kunisikiza, I have no friend who cares for me, sina rafiki wa kunilinda, I have no friend who minds my life, sina rafiki wa kutunza maisha yangu. Pastor, I need the friend Jesus. Mchungaji, nahitaji rafiki Yesu Kristo. This prayer is for you. Maombi haya ni yako. Je, tembea mbele. Thank you, young girl, asante dada, for accepting this friend Jesus. Kwa kukubali Yesu Kristo rafiki wetu. He will never disappoint you. Hata kuacha kamwe. The kingdom of heaven is yours. Ufalme wa mbinguni ni wako. Is there someone? Kuna mmoja tena? Watu wamekudharau, but you need a friend Jesus. Lakini wahitaji rafiki Yesu. Don't think twice. Usifikiri mara ya pili. Come for this friend. Njoo kwa rafiki huyu.
Twimbe ya mwisho. Rafiki waambiwa hajapia. Thank you, brother. Asante ndugu. God bless you. Mungu akubariki. You have received a friend today. Umempokea rafiki siku ya leo. You have added friends to your notebook. Umeongeza rafiki katika kitabu chako. And that is Jesus. Na huyo ni Yesu Kristo. Someone, mmoja tena, we don't want to close for you. Hatutaki kukufungia. We want to give you this friend. Tungependa kukupa rafiki huyu who will save your life. Ambaye ataokoa maisha yako. Tunataka kuomba sasa. Amen. Thank you for those who have come. Asante kwa wale wamekuja. Thank you for adding another genuine friend. Asante kwa kuongoza rafiki mwingine mzuri in wa kweli your lives. Katika maisha yako. I want to pray that God bless you. Ningependa kuomba Mungu awabariki. And if also you're in the congregation, hata ikiwa uko katika umati, you need this friend. Unahitaji rafiki huyu. Thank you for coming. Asante ndugu kwa kuja. You can also come as even we pray. Unaweza teremka hata tunapoendelea kuomba. Don't get afraid. Hebu usiogope. They have disappointed you. Marafiki wamekuangusha. They have broken you. Wamekuvunja vunja. Pieces. Wewe uko katika vipande. But you need this friend. Lakini unahitaji rafiki huyu. Let's pray. Hebu tuombe. Our gracious Father, Baba yetu wa mbingu, and our God in heaven, Baba ishie mbinguni, we thank you so much. Tunakushukuru sana for the wonderful gift of life. Kwa sababu ya maisha umetutunuku. We thank you for our best friend Jesus. Tunakushukuru kwa rafiki yetu mzuri Yesu Kristo. Who died and did the best for us. Aliyekufa msalabani na kutufanyia mema kwetu. We really appreciate. Tunashukuru sana. You knew ulijua that we needed a friend. Tulihitaji rafiki. And you gave us Jesus. Na ukatupa Yesu Kristo. You gave us the best of heaven. Ukatupa mzuri kutoka mbingu. In this life, my heavenly Father, katika maisha haya Baba yetu, I want to pray. Tungependa kuomba that we may become genuine friends. Ya kwamba tuwe marafiki wa kweli. Amidst of us. Katikati yetu. As we wait for your second coming. Tunapongoja kurudi kwako mara ya pili. Still as we live on this earth. Hata tunapoendelea kuishi maishani ulimwengu huu. I pray, my Father, naomba Baba yangu, that we do our best. Ya kwamba tufanye mema. For our best friend Jesus mazuri Christ. Kwa Yesu wetu Kristo mpendwa rafiki. That we live. Ili tuishi. As those who confess your kingdom. Kama wale ambao wanakiri ufalme wako. That we live. Ili tuishi. As those who are looking for heaven. Kama wale wanaotazamia mbingu. Because that is the home of our best friend. Kwa sababu hiyo ndio nyumbani ya rafiki yetu. Father, bless this family. Baba, bariki familia hizi. For they need the best friend. Kwa sababu wanahitaji rafiki mkuu. And that is Jesus. Na huyo ndiye Yesu Kristo. We receive the best friend today. Tunapokea rafiki huyu siku ya leo. And we recommit our lives to him. Tunajitolea maisha yetu tena kwake. We renew our covenant. Tunauisha urafiki wetu tena. Because we want nothing but the best friend for Jesus. Kwa sababu hatutaki lolote ili urafiki wetu na Yesu Kristo. We want to pray for those who have come. Tungependa kuombea wale ambao wamekuja. Let them be our best friends. Hebu wawe marafiki wetu wazuri. We want them to receive your son. Wapokee mwana wako. Who is the best friend for them. Ambaye ni rafiki mzuri kwako. Father, introduce them to their best friend. Baba, wapokeze rafiki wetu mzuri. That they may accept him fully. Ili waweze kumkubali kikamilifu. Until you come again. Ili hadi uje mara ya pili. Bless this great family of Kisii Central. Ubariki familia hii kuu ya Kisii Central. As we plan for many things. Tunapopanga mipangilio mingi. That even the camp meetings that are ahead of us. Hata makambi yaliyo mbele yetu. We want to do the best for our best friend Jesus. Tungependa kufanya mazuri kwa rafiki yetu mzuri Yesu Kristo. We pray for our guest speakers who will come. Tunaombea wageni wetu wakuu wanapokuja. Very soon as they join us. Wanaposhiriki nasi hivi karibuni. May you make them our best friends. Hebu tufanye tuwe marafiki wazuri. Father, bless us. Hebu Baba utubariki. Until we come again in the afternoon. Hadi turudi saa za mchana. Is my prayer. Ni ombi letu. In Jesus' kwa name. jina la Yesu Kristo. And everybody say amen. Na kila mmoja aseme amen. May amen. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Get the point. Take a step forward.